Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Ninawasalimu kwa jina la Bwana wa majeshi. Ni matumaini yangu kabisa wote tu wazima na Mungu ametutunza sote. Karibuni tena tujumuike pamoja katika kujifunza maneno ya Mungu, lakini hasa kuweza kuyapitia na kuyangalia maisha yetu ya ndoa. Leo ninatamani sana tujifunze kwa habari ya mahusiano yetu na wakwe zetu. Yaani tunahusiana vipi, kwa sababu ndoa ni agano lakini linakuwa involved na watu wengi kwenye familia. Na kwa sababu hiyo, nilitamani sana tuweze kuangalia ni namna gani tunaweza tukahusiana sisi na wakwe zetu baada ya kuingia kwenye ndoa. Karibuni sana. Kama nilivyosema, leo tutajikita sana kwenye kitabu cha Ruth. Kwa nini? Tunatamani kuangalia namna ambavyo Naomi, mke wa Elimeleki, alivyokuwa na mahusiano mazuri na wakwe zake. Ukiangalia kwenye mwanzo wa kile kitabu, unamwona Elimeleki anabeba familia yake, ikiwemo Naomi mkewe na watoto wake wawili, Kilioni na kijana mwingine, wanakwenda Moabu. Lakini wakiwa kule sasa, Maloni na Kilioni wanaoa, wanapata wake. Kwa hiyo Naomi, familia inaongezeka, anampata Opa kama mkwewe, lakini pia anampata Ruth kama mkwewe. Lakini katika maisha yao kule tunaoneshwa namna ambavyo baadaye Elimeleki alifariki. Kwa hiyo Naomi akabaki kama mjane, lakini akiwa na watoto wake wawili na wakwe zake. Maisha yakaendelea. Baada ya miaka 10, watoto wa Naomi wote wawili walifariki. Biblia inatuambia walivyofariki. Kwa hiyo Naomi akabaki na wakwe zake, manake wake wa watoto wake wa kiume. Kwa hiyo wakabaki wajane 3 ambao walitoka kule Bethlehemu ya Yuda wakija Moabu kwa ajili ya maisha mengine, lakini wakajikuta kwamba wamekuwa wajane. Sasa ukiangalia mahusiano ya Naomi na wakwe zake, namna ambavyo walikuwa wanahusiana, kwa sababu Biblia haijatueleza kiundani waliishije wakati wale Opa na Ruth wakiwa na waume zao, lakini kwa namna ambavyo Naomi alivyo na namna ambavyo Biblia inatueleza, kwa namna ambavyo imeweza kueleza, tunaona kabisa kwamba Naomi alikuwa ni mcha Mungu, alimjua Mungu, na kwa sababu hiyo aliishi vizuri na wakwe zake. Hata ilipofika wakati ambapo yeye amefiwa, bado amefiwa na mume wake, aliendelea kuishi na watoto wake pamoja na wakwe zake. Lakini baadaye pia watoto wake wote walifariki, akabaki na wale mabinti wawili au wakwe zake, Opa na mwenzake Ruth. Kwa hiyo tunaweza kuona mahusiano yao ambavyo yalikuwa. Biblia haijatuambia sehemu yote kwamba kulikuwa na changamoto yote au na misunderstanding zozote, lakini tunaona waliishi vyema. Sasa tukiendelea kuangalia namna ambavyo wanaishi, namna ambavyo walikuwa wakiishi, unaona kabisa kwamba hii ilikuwa ni familia moja ambayo inampendeza Mungu, lakini zaidi ilikuwa ni familia ambayo inaishi ina mahusiano mazuri. Yaani mama ana mahusiano mazuri na wakwe zake, na wale wakwe zake wana mahusiano mazuri na mama yao, mama mkwe wao. Kwa hiyo unaweza kuona namna ambavyo walipendana. Unaweza kuona namna ambavyo waliishi pamoja na kushirikiana. Hata katika zile nyakati ngumu za ujane waliendelea kuwa pamoja. Kwa hiyo ni kitu ambacho ninatamani tukijadili, natamani tujifunze kutoka kwa familia hii, kwa sababu mara nyingi tumekuta kwenye ndoa zetu tunakuwa na changamoto mbalimbali, hasa kwenye kuhusiana. Labda unakuta mkwe haelewani na mtoto wa mke wake, au baba mkwe haelewani na mume wa mtoto wake. Mahusiano yao yanakuwa sio mazuri. Sasa haipendezi, kwa sababu kama ndoa ni sehemu ya amani kama Mungu alivyoitengeneza, ni vyema sana tukawa na mahusiano mazuri. Ni vyema sana tukaishi kwa furaha na amani, tukasaidiana katika nyakati zote, ili Mungu apate kutukuzwa. Ukisoma katika kile kitabu cha Ruth sura ya 1 mstari wa 6 mpaka wa 13, pale utaona kwamba familia hii imepata changamoto. Naomi amefiwa na mumewe, lakini pia Opa na Ruth wamefiwa na waume zao. Kwa hiyo kuna wajane 3 pale. Na unaona namna ambavyo wameweza kuhandle ile situation kwa umoja wao. Unaona namna ambavyo kwenye mstari wa 6
wamekaa muda fulani, kipindi fulani, wakamon pamoja, wakaomboleza pamoja, wakatiana moyo, wakatiana nguvu pamoja. Na baada ya kipindi hicho kupita, unaona sasa Naomi anaongea pale kwenye mstari wa 6, sura ya kwanza, Ruth sura ya kwanza mstari wa 6. Anasema, ndipo alipoondoka yeye na wakweze ili kurudi kutoka nchi ya Moabu, maana huko katika nchi ya Moabu amesikia kwamba Bwana amewajalia watu wake na kuwapa chakula. Anasema basi akatoka alipokuwapo na wakweze wawili pamoja naye, akashika njia ili kurudi mpaka nchi ya Yuda. Kisha Naomi akawaambia wakweze wawili, nendeni sasa kila mmoja nyumbani kwa mamaye. Bwana na awatendee mema ninyi kama ninyi mlivyowatendea mema hao waliofariki na mimi pia. Kwa hiyo unaweza kuona hapa Naomi amepata changamoto, amefiwa na mume wake, lakini amepoteza watoto wawili, lakini bado ana wako wawili, manake wake wa watoto wake wa kiume. Kwa hiyo unaweza kuona wamepita pamoja katika kipindi cha kuomboleza, wametiana nguvu, wametiana moyo, wamesaidiana, kila mmoja akijaribu kuhakikisha kwamba mwenzake anakuwa vizuri, mwenzake anapita vizuri katika kile kipindi cha kuomboleza. Lakini baadaye unaona sasa kipindi cha kuomboleza kinapita, Naomi kama mama mkwe anachukua maamuzi. Anachukua maamuzi ya kurudi nyumbani, ya kurudi Bethlehemu ya Yuda. Maanake walikuwa Moab, sasa wanarudi kule wale ambako walikuwa wametoka mwanzoni. Kwa hiyo anasema kabisa wakatoka, ndipo alipoondoka yeye na wakweze. Maanake pia hakuwaacha, aliondoka nao. Mstari wa 7 anasema basi akatoka pale alipokuwa na wakweze wawili pamoja naye, wakashika njia ili kurudi mpaka nchi ya Yuda. Kwa hiyo wakatoka wote Moab, wakarudi wapi? Yuda. Kwa hapo unaona kabisa kuna roho ya umoja, kuna roho ya upendo. Wale wako waliamua kuambatana na mkwe wao kuhakikisha kwamba wanarudi nyumbani salama. Walitoka kwenye sehemu yao, manake wale wanawake walikuwa ni wa Kimoabu. Walitoka kule Moabu, lakini wakaamua kuambatana na mkwe wao kuelekea Bethlehemu ya Yuda. Kwa nini? Huo wote ni upendo. Hapo tunaonyeshwa namna ambavyo walikuwa wameishi vizuri, kiasi kwamba wakasema tunamwachaje huyu mama mtu mzima, tunamwachaje huyu mama mzee, lazima tuhakikishe wapi anarudi nyumbani. Lakini unaona sasa upendo wa Naomi kwa hao wakwe zake. Kwa mstari wa 8 anasema, kisha Naomi akawaambia wakweze wawili, nendeni sasa mkarejee kila mmoja nyumbani kwa mamaye. Bwana na awatendee mema ninyi kama ninyi mlivyonitendea mema, mlivyowatendea hao waliofariki, manake waume zao, na mimi pia. Kwa hiyo unaweza kuona hapa, ndo nataka hasa tukae tuzungumze. Unaweza kuona ambavyo Naomi hakuwa mbinafsi. Amefika, alivyofika kule akawaambia wakweze, nendeni sasa mkarejee. Hapa kwenye mstari wa 8 ndo natamani sana tupajadili, kwa sababu mara nyingi kumekuwa na changamoto. Kumekuwa na changamoto za watu kuachilia wenzao waendelee na maisha mengine. Kumekuwa na changamoto za wakwe kuangalia wale, si nisemeje, yani kumekuwa na changamoto sana, hasa inapotokea labda mama mkwe au baba mkwe wamepoteza mtoto kwenye familia ya mtoto wake ambaye alikuwa ameoa, amepoteza mtoto wake. Kwa kumwacha yule mkwe aendelee na maisha, kumekuwa na changamoto, kumekuwa na mitazamo tofauti sana. Kumekuwa na mitazamo tofauti. Wakati mwingine tumeweza kukalkuleti muda, wakati mwingine tumeweza kukalkuleti vitu mbalimbali kuhakikisha kwamba huyu mtu sasa anaenda kwenye hatua nyingine, kwa sababu mwisho wa siku maisha lazima aendelee. Mwisho wa siku lazima huyu mtu aendelee na maisha mengine. Maana ukiangalia agano letu la ndoa linasema mpaka kifo kitakapowatenganisha. Kwa hiyo kifo kikiwatenganisha, na maana mtu huyu ana uhalali baadaye wa kuendelea na maisha mengine. Kwa hiyo sasa tumekuta kuna changamoto nyingi sana hapa. Mtu anaanzaje? Mtu anaanzaje? Wakati mwingine unakuta labda mama amefiwa na kijana wake wa kiume. Kwa hiyo ameachiwa mkwe. Lakini kumwachia yule mkwe moyoni kabisa aendelee na maisha mengine baada ya kipindi cha maombolezo imekuwa changamoto. Imekuwa changamoto, kumekuwa na lawama nyingi, ona labda kaolewa, kaanza maisha mengine na hivyo labda ana furaha, yani imekuwa changamoto. Sasa kwa nini nataka tujadili hapa? Tujadili kwa sababu tuangalia kwa kuwatumia Ruth na mama yao Naomi,
nataka tujadili hapa ili tuweze kuona ni kwa sababu gani Biblia imetuandikia mambo haya. Imetuandikia kwa sababu ilijua haya mambo yapo na yatatokea na tunayafanyaje, tunachukuaje hatua, tunaachiliaje wenzetu ili waweze kuendelea na maisha hasa katika changamoto kama hizi. Kwa hiyo kumekuwa na shida sana hapa. Lakini mstari wa 8 ulinitafakarisha sana. Anasema kisha Naomi akawaambia wakweze wawili, nendeni sasa. Mwanzoni ukisoma kwa mstari wa 6 anasema ndipo alipoondoka yeye na wakweze. Kwa kwanza waliondoka na kurudi kutoka nchi ya Moabu kuelekea sasa Bethlehemu ya Yuda. Lakini anasema basi akatoka pale alipokuwapo na wakweze wawili. Manake hawa watu walikuwa kwenye maombolezo. Hawa watu walikuwa kwenye nchi ambayo imewapa uchungu. Kwa hiyo wakatoka kule kurudi kwenye sehemu yao ya asili. Alirudi Naomi kwenye sehemu yake ya asili na wakweze akiambatana nao. Lakini mstari wa 8 anasema kisha Naomi akawaambia wakweze, nendeni sasa. Hilo neno sasa manake ni wakati, mkarejee kila mmoja nyumbani kwa mamaye. Manake sasa amesha kaa na wakwe zake, wamepita kipindi cha kuomboleza. Uchungu wa Naomi umetoka kwa sababu yeye alipoteza mume, akapoteza na watoto wawili. Lakini pia na hao wakwe zake aliona sasa naweza nikawaruhusu. Manake kama kuomboleza tumeomboleza nao pamoja, kama kulia tumelia nao pamoja, kama kunitunza wamenitunza, tumekaa wote pamoja, wamehakikisha ninafika salama. Kwa hiyo sasa Naomi akafungua moyo, akasema nendeni sasa mkarejee kila mmoja nyumbani kwa mamaye. Akawapa na baraka, Bwana awatendee mema ninyi kama mlivyonitendea mema mimi na watoto wake, manake waliofariki. Nasema Bwana akawajalie kuona raha kila mmoja nyumbani kwa mumewe, kisha akawabusu. Nao wakapaza sauti wakalia. Kwa hiyo ina maana Naomi aliachilia, aliruhusu Ruth na mwenzake Opa wafanyeje? Waende wakaanze maisha mapya. Kwa hiyo nimesema neno sasa hapa kwenye mstari wa 8 lina maana kubwa. Lina maana kubwa kwa sababu gani? Mara nyingi kumekuwa na kigugumizi hapo. Labda ni baada ya muda gani mtu akifiwa anaweza kaoa au anaweza kaolewa, au mkwe anaweza karuhusu akaruhusu au akawa na amani. Maanake kuruhusu yeye ana kusema kama geti pasi nakupa sasa kawa, hapana, lakini kukawa na amani. Kukawa na amani, wakasema sasa kwa kweli mwanetu yatosha, umeomboleza nasi tumeona, unatakiwa kuendelea na maisha mengine. Ndio maana anasema kuruhusu, sio kwamba akupe geti pasi sasa kaoe, hapana, lakini ile moyo kufunguka kama Naomi alivyofanya, nendeni sasa, na akawabariki, akasema Bwana akawajalie kuona la kila mmoja nyumbani kwa mumewe. Manake aliwapa kibali au waliwapa baraka za kuendelea na maisha mengine. Kwa hiyo hapa nataka tupaangalie, kwa sababu amekuwa na changamoto nyingi. Watu wameshindwa ku move on saa nyingine, lakini pia wako wameshindwa kuachilia kwa kuona kwamba inakuwaje, au saa nyingine wamegugumia na kuumia ndani, huyu sisi tumepoteza mtoto wetu, mbona yeye kama anaendelea na maisha na nini. Wakati mwingine watu wamejaji kwa sababu ya muda, lakini wakati mwingine watu wamejaji tu kutokana na mitazamo na hisia, labda mtu bado ana maumivu. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu kiukweli, inakuwa ni ngumu. Lakini natamani leo tunapojadili tuweze kuona hapa kwa nini Biblia imetuandikia neno sasa. Sasa maana yake ilikuwa ni wakati. Maana yake ni wakati. Biblia ingeweza tu kuandika nendeni mkarejee kila mmoja nyumbani, lakini nendeni sasa. Manake Naomi aliona sasa yafaa hawa watu waendelee na maisha yao. Manake Mungu anaruhusu kwamba baada ya hapo, baada ya mwenza kuondoka, manake umeambiwa mpaka kifo, kwamba tuna mlango mwingine wa maisha mengine na kusudi lingine kuendelea kutimiza. Lakini je, labda tutajiuliza hiyo sasa inafikaje? Hiyo sasa ni lini? Umekuwa na changamoto sana kwenye kuamua hapa, lakini mimi kwa mtazamo wangu, sasa maana yake wewe mwenyewe umepita kwenye kipindi kile cha let's say umepoteza labda mme au umepoteza mke. Kiubinadamu lazima familia ya mume ya mwenza aliyepotea itakuwa na muda wa kuomboleza. Na wewe kama mke au mume uliyeachwa utakuwa na muda wako wa kuomboleza. Maumivu yetu yanatofautiana namna gani tunapona. Lakini mimi ninachojua, mtu wa ndani ndio wa kwanza kuamua ni lini. Na mtu wa ndani ataamua kutokana na namna ambavyo ameguswa. Nasema mtu wa ndani kwa nini? Kwa sababu katika hili jambo la kupoteza mtu, wa kupona kwanza ni mtu wa ndani. Mtu wa ndani akipona,
hata mahusiano mengine unayoanza kuyaanzisha yanaenda kuwa mahusiano mazuri, yanaenda kuwa mahusiano ya baraka, kwa sababu tayari mtu wa ndani amepona. Watu wengi leo tumepata changamoto hizi, labda ya kupotelewa na mwenza au mwenza kufariki. Tumemwangalia sana mtu wa nje. Tumemwangalia mtu wa nje, maana yake umeangalia mahitaji yako ya kimwili, umeangalia upweke wa kimwili, na mwisho wa siku tukaamua kuingia kwenye mahusiano au kuanzisha mahusiano mengine. Ni muhimu sana kumtazama mtu wa ndani. Mtu wa ndani ndio anaweza kukupa wewe amani ya kuweza kuendelea mbele. Mtu wa ndani akipona, utakuwa na ujasiri kwa kusimama na kusema sasa I'm ready, niko tayari kwenda mbele kwa hatua nyingine, kwa mahusiano mengine. Lakini kwa kuangalia mwili, mara nyingi sana tumejikuta tunaingia kwenye mahusiano mengine kwa kutazama haraka ya kuuponya mwili, lakini mwisho wa siku wakati wewe unauponya mwili, kuna watu wengine kwenye jamii hiyo, kwenye familia hiyo wanaponya mtu wa ndani. Kwa hiyo unakuta hapo kuna mgogoro. Wewe unatazama mambo ya nje kwamba mimi labda sina mwenza, jamani, naona upweke, natembea peke yangu, lakini kuna watu bado wanaponya mtu wa ndani hajapona. Kwa hiyo unakuta lazima hapo mgogoro utainuka. Kama ni wako waliopoteza mtoto, wanakuona wewe ndani labda sisemi muda kwa sababu, lakini mara nyingi muda ndio huo unaamua, na ndio maana hapa Biblia imetuandikia sasa. Maana yake labda umepoteza mke, labda una miezi 6, kesho tu umeibuka unataka kuoa mtu mwingine. Wale watu hawajapona mtu wa ndani, kwa sababu wamepoteza mtoto. Kwa hiyo automatically utakuta tu kuna kitu cha kunungunika kitakuwepo. Hata ungekuwa wewe ndo mkwe, unajua leo tulilia nyumba ile tumepoteza mtoto wangu, lakini unasikia yule jamaa kashaoa au yule mama ameshaolewa. Kibinadamu lazima kutakuwa na manunguniko, kutakuwa na machungu. Lakini mtu wa ndani akipona, mtu wa ndani akiwa salama na akafanya maamuzi, ni rahisi sana watu wengine wote kukubali. Kwa nini? Kwa sababu mtu wa ndani ili apone anahitaji hii sasa tulioisema. Anahitaji wakati wa kuomboleza, anahitaji wakati wa kuondoa maumivu kwenye moyo wake, anahitaji wakati wa kuona, wa kukubali kile kipindi. Unajua shida ni kwamba ukimsikiliza sana mtu wa nje, manake ukisikiliza sana mtu wa nje utataka yani mambo yafanyike haraka ili mtu wa nje aonekane ana partner. Lakini mtu wa ndani anahangaika. Wakati mwingine kuna watu anaingia kwenye mahusiano mengine wakati ndani hajapona. Kwa hiyo ni kwa sababu tu ya mambo mengine ya kimwili, lakini ndani anaugua. Sasa unakuta hata hayo mahusiano anayoanzisha hayawezi kuwa mazuri, hayawezi kwenda vizuri, kwa sababu ndani yake bado anaugua, ndani yake bado hajapona. Sasa mtu wa ndani akipona, amani inakuwepo kwako, amani inakuwepo kwa wahusika waliokuzunguka. Maana yake kila mtu atasema jamani, kwa kweli ndugu yetu amejipa muda wa kuomboleza, amejipa muda wa kutembea katika hii nyakati, kwa sababu kila kitu kina wakati. Ukisoma kwa Biblia hapa anasema kila jambo lina wakati wake na kila kusudi chini ya jua. Maana yake kuna wakati dunia inakulazimisha tu ukae kwenye sehemu ya kuomboleza. Dunia inakulazimisha tu kukaa sehemu ya kuachilia uchungu utoke. Sasa uchungu ukiondoka, una uwezo wa kwenda kwenye stage nyingine. Lakini ukiamua tu kwa sababu mwili unataka kuamua, ndani kuna uchungu, sio tu nafsi ya ndani itakukatalia, lakini hata wanaokuzunguka watakukatalia. Sababu tunatamani huu muda huyu mtu, au tunategemea huu muda kikawaida na kimaisha yetu ya kawaida. Unajua tunategemea huu muda uwe wa kipindi cha kuondoa maumivu, kipindi wa kujipa, kujipa muda wa kuomboleza, muda wa kuondoa uchungu, muda wa kutafakari. Kuna muda wa kila kitu. Kwa sasa ukijikuta unaingia kwenye stage nyingine wakati haya mambo mengine hayajafanyika, kwa haitakuwa kwema kwako na kwa huyo ambaye umeanza naye mahusiano, kwa sababu inaweza kafika katikati kwanza ukagundua ulimchukua tu kwa sababu ya namna ambavyo mwili unakushawishi.
Lakini pia wanaokuzunguka unaweza kutengeneza mazingira magumu, kwa sababu wanaokuzunguka wataona kabisa mbona imekuwa haraka kiasi hichi. Kwa hiyo unaweza kusababisha pia hata yule uliyemchukua inawezekana kawa ni sahihi, lakini watu wanaokuzunguka, watu walioumizwa na kupotea kwa mwenza wako, wanaweza wasikubali. Sawa, unaweza ukasema wao siwajali kwa sababu umeshafunga chapter yao, lakini kuna watu wengine unaweza kufanya hata yule unayemleta wasimpokee vile wanavyodhania. Kwa nini? Kwa sababu ya manunguniko, bado mioyo yao haijapona. Labda ni unaweza ukaniuliza sasa, wakati labda ni muda gani, labda mtu akae vipi? Siwezi kukupa exactly majibu kwamba mtu akae vipi. Ninachojua ni kwamba mtu wa ndani akipona, mtu anaweza kwenda kwenye steji nyingine ya maisha. Kwa cha kwanza ni kuhakikisha mtu wako wa ndani amepona, na ili mtu wa ndani apone ni muda. Na ndio maana Biblia inasema kuna kila jambo lina wakati wake na kila kusudi chini ya jua. Kwa hiyo kuna wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna. Kuna wakati wa kuomboleza na wakati wa kuchukua hatua nyingine. Kwa hiyo lazima huu wakati uheshimiwe. Uheshimiwe wakati, na ndio maana wakati mtu anaomboleza, wakati mtu analia, wakati mtu anajifili empty, anajifili hakuna mtu wa kuwa naye, labda amemisi yule mwenzake ambaye amefariki, ule muda ule ndo healing process yenyewe. Yaani ndo muda wa mtu kupona, Lakini unakuta mara nyingi hatukubali kuomboleza. Na kwa sababu gani hatukubali kuomboleza? Kwa sababu mwili unatusumbua. Na ndio maana ukisoma hata kwa Biblia kule wanasema kuna sehemu moja Biblia imesema kwamba mjane asihesabiwe kuwa mjane mpaka afike umri fulani, kwa sababu anajua katika umri fulani ni changamoto mtu kuhesabiwa mjane. Kwa nini? Kwa sababu kuna matakwa ya kimwili yanamsumbua huyu mtu. Kwa hiyo ili ya qualify kuwa mjane kuna umri fulani, yani kweli hao yamekaa kwenye hicho kipindi kwa muda fulani, Biblia inasema. Kwa hiyo unaweza ukaona hapo. Kwa hiyo inatuhitaji sana muda, unatuhitaji wakati wa sisi kuweza kupita kwenye kipindi cha kuomboleza, ili sasa ukimaliza pale, mtu wa ndani akipona, unaanza kuchukua hatua kwa ujasiri. Na kwa nini mara nyingi unakuta labda let's say mke amepoteza mume au mume amepoteza mke, mara nyingi unakuta hata watu wao wakiingia kwenye mahusiano mengine kama hawajapona ndani, yani utasikia tu kimya kaoa, utasikia yule alishaoa jamani. Labda ndugu wa upande wa yule mke au mume aliyefariki hawajui, anafanya kimya. Kwa nini? Kwa sababu hata yeye mwenyewe ndani hana amani, amefanya tu kwa sababu anataka kufanya. Lakini mtu wa ndani akipona, ukajipa muda ule wa kuomboleza na kumona, na vile vile kijamii, ukawapa muda na wale wanaokuzunguka wapone, wale waliohusika kwa karibu, kwa mfano wazazi wamepoteza mtoto, wapone. Yamkini siwezi kuwa 100% sure kwamba mzazi sasa amepona, lakini kuna ule muda sasa, hata ukisema jamani sasa nachukua hatua nyingine, yani kila mtu anasema kwa kweli sawa. Au unakuta wakati mwingine hata wewe unaendelea kuomboleza, lakini utakwambia sasa jamani natosha, sasa hebu achilia sasa, mshukuru Mungu, tuende kwenye hatua nyingine. Unasikia tu watu wenyewe wanakuambia. Kwa nini? Kwa sababu kila mtu yuko satisfied kwamba kwa kipindi hiki huyu mtu alichokaa kwa kweli anastahili kwenda hatua nyingine. Maana kuendelea kuomboleza ni kumkufuru Mungu. Yeye unakuta kila mtu anakubali. Kwa hiyo kazi inakuwa rahisi. Na ndio maana unamuona hapa, unamuona Naomi. Ilikuwa rahisi sana kuwaruhusu hao. Akasema nendeni sasa. Manake aliona wakati umefika kuwaachilia wakwe zake kuwa huru. Tunaiona hekima kubwa sana ya Naomi hapa. Hekima ambayo kila mama mkwe, kila baba mkwe anatakiwa awe nayo. Anatakiwa awe nayo kwenye maisha ya kawaida. Yumkini inawezekana unapita kwenye changamoto ambazo umepoteza mtoto. Tunaiona hekima kubwa sana ya Naomi hapa. Hekima ambayo kila mama mkwe, kila baba mkwe anatakiwa awe nayo. Anatakiwa awe nayo kwenye maisha ya kawaida. Yumkini inawezekana unapita kwenye changamoto ambazo umepoteza mtoto. Muda, najua hakuna mtu anayeweza kusahau mtoto aliyepoteza, lakini kuna muda sasa unaomboleza mpaka unafika sehemu unasema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya mtoto, asante.
Pale unaposema asante, lakini haimaanishi kwamba utaacha kukumbuka. Utakumbuka tu kwa sababu ni mtoto wako, lakini unaposema asante, basi ifike wakati tuione hekima ya Naomi hapa, uruhusu yule mwenza aendelee na maisha yake, aendelee na hatua nyingine ya maisha, kwa sababu bado kama ameachwa duniani, na maana liko kusudi lingine ambalo anatakiwa kutimiza mbele za Mungu. Kwa hiyo ni wababa wako wangapi au wamama wako wangapi wanaweza wakaachilia jambo hili bila kinyongo? Kwa hiyo tuone Naomi anatufundisha hekima hii leo, ya kuweza kuwaachilia, ya kuweza kuwaachilia wakwe zetu, iwe ni mtu amepoteza mke au mtu amepoteza mume, yule yote aliyepoteza mwenza, basi wale wakwe, ndugu, kwa wakati ufaao, kwa wakati ambao unaona sasa kwa kweli huyu mtu awe huru, na anaposema au anapotangaza au mnaposikia, yamkini anaweza sema, basi mioyo ifunguke, mioyo ifunguke, kwa sababu tuamini kwamba Biblia inaruhusu, nasema mpaka kifo kiwatenganishe. Manake lazima iko siku huyu mtu ataenda hatua nyingine, kwa sababu bado anastahili kuishi, ana haki ya kuendelea kupenda, lakini pia ana haki ya kuendelea kuendeleza kusudi la Mungu hapa duniani. Lakini kama nilivyosema mwanzoni, inahitaji hekima kubwa, inahitaji kupita kwenye kile kipindi cha maumivu, kupita kwenye kile kipindi cha kuomboleza, ili mtu wa ndani aweze kupona, kwa huyo aliyepoteza mwenza, lakini kwa hawa pia waliopoteza mtoto, ili sasa hatua nyingine inapokwenda kuchukuliwa, kila mtu awe huru, kila mtu awe na amani. Siwezi kuwasemea sana wazazi, kwa sababu wazazi wanaweza kumwona mtoto wao miaka yote, lakini tunajua sisi wa Kristo utaomboleza, lakini kuna kipindi utasema, Bwana ninakushukuru, asante kwa ajili ya maisha ya mtoto wangu. Ukisema asante, basi release. Kama Naomi alivyofanya, aliwaweka huru hawa, akawaambia nendeni kwa furaha kabisa na amani, akawabusu, akasema sasa, akawabariki, nendeni mkapate waume, yani maisha mengine yaendelee. Tujifunze na tuchukue hekima hii kwa Naomi. Wakwe, wazazi ambao wamepoteza watoto, tuwaachilie hawa watu wakati ukifika. Lakini pia na sisi ambao ndio wahusika wakubwa, umepoteza mwenza wako, muda, mtu wa ndani apone, mtu wa ndani apone. Muda ni dawa ya kila kitu. Usiniulize kwamba lini nikae muda gani, labda miaka 10, miaka 20, lakini wakati ukifika, ile sasa aliyosema Naomi ikifika, kila mtu anasema kweli. Waliokuzunguka watasema, wazazi watapokea hivyo. Lakini pia ndio maana nitagulia kusema kwa wazazi, yani usiholdi tu kwa sababu zako, kwa sababu Mungu ameshafanya maamuzi yake. Mungu ametoa kipindi cha kupona. Mungu anaweza kuyarejesha maisha tena, na maisha mengine yakaendelea, kwa sababu kuna kusudi kwa kila wakati chini ya jua. Kwa hiyo niseme tu na wale ambao tumepoteza wenza, lakini pia wako ambao tumepoteza watoto, hekima kubwa inahitajika kupita katika kipindi hichi pamoja, lakini kutiana moyo pamoja, lakini zaidi upendo ukitawala. Upendo ukitawala, mkapita pamoja kwenye nyakati ngumu, mkatiana moyo, mkaona maumivu ya kila mmoja, mkaona kila mmoja anapambana vipi kupona, mkasaidiana, mkaombeana, ni rahisi sana kuweza kuendelea mbele. Ni rahisi sana maneno kama ya Naomi akatoka vinywani mwa wazazi, na kama ni kijana au kama ni mke, akaenda kwa amani kabisa pasipo shida. Watu waliomzunguka wakakubali kabisa pasipo shida, kwa sababu wameona unyonge wakati wa unyonge wake, wameona wakati wa kuomboleza kwake, wameona namna ambavyo wamepambana kuhakikisha kwamba mtu wa ndani anapona, wameona kila hatua. Kwa hiyo kukiwa na uwazi, kukisaidiana. Naomi alihangaika na kina Ruth, alizunguka na kina Opa wakati wa uchungu, wamelia pamoja, wametembea pamoja. Ilifika wakati sasa akasema, mimi nimeshakuwa mzee, nendeni sasa. Kwa hiyo ni hekima kubwa inahitajika hapo katika pande zote mbili, ili kuhakikisha tunakwenda salama, ili kuhakikisha tunakwenda bila migogoro, ili kuhakikisha uhusiano ule mzuri ambao tulikuwa nao wakati wa yule mwenza aliyefariki yupo, uendelee. Isije kawa tena mwanzo wa uhasama, isije kawa mwanzo wa ugomvi, kwa sababu tunakuwa kama tunalitukana kusudi la Mungu kumuondoa yule mtu. Lakini Mungu ana makusudi, na kila mtu siku zake hapa duniani zimehesabiwa. Yamkini iko siku mmoja wa wanandoa
ataondoka juu ya hii dunia, au wakwe au nani. Kwa hiyo tupokee makusudi ya Mungu, tujipe muda wa kutafakari na kuomboleza na kupona, na baada ya hapo tuwaachie watu, tuwarilizi watu waende. Lakini na sisi ambao tunaachiwa kwenda, na sisi tuondoke kwa upendo. Ni hekima kubwa sana inahitajika kwenye jambo hili, ni hekima kubwa sana, lakini zaidi inahitajika sana kumwomba Mungu. Mimi nafahamu kwamba wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Kwa Mungu akihusika, hakuna kitu kitakachoharibika. Mungu akihusika kwenye prosesi yote, kuanzia msiba, kwenda kuomboleza, mpaka ikafika wakati sasa nimepona, mtu ndani amepona, nataka kwenda kuchukua hatua nyingine, hakutakuwa na shida. Mkishiriki pamoja, mkiomba pamoja, mkisaidiana wote, kila mmoja kuweza kupona, mkipeana mkono wa pole, mkatiana moyo, nina uhakika kabisa wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Na ukifika, kila mtu ataachilia kwa upendo, kila mtu ataondoka na mwenzake kwa upendo na busu, kama Ruth na Opa walivyoondoka, Opa alivyoondoka kwa Naomi. Kwa hiyo unaweza ukaona ni upendo gani. Kila mtu moyo wake umekuwa mweupe, kila mtu ameona sasa ni tayari kwa ajili ya next stage. Kwa hiyo hekima ya Mungu ituongoze, lakini zaidi ya yote sasa ya Ruth 1:8 inahitajika sana. Manake wakati Mungu ahusike, lakini zaidi ya yote upendo na umoja utawale katika kipindi chote hicho, ili kila mmoja aondoke moyo wake ukiwa umefunguka, na anayeruhusu aruhusu moyo wake ukiwa umefunguka, kwa sababu wakati mwingine tunaweza kusema sio lazima, lakini kuna amani sana ukizungukwa na watu ambao wanakutakia mema katika stage inayofuata. Iko amani. Of course kibinadamu au wewe mwenyewe unaweza kuona kama huhitaji hao watu, ni kweli, lakini iko amani. Itakupa amani wewe, itawapa amani wale ambao wanakuruhusu, itawapa amani watu wanaokuzunguka, na itakuwa furaha. Na mwisho wa siku wale waliokusaidia, mliosaidiana kuvuka kwenye ile stage ya kwanza, mtaendelea tena kuhakikisha kwamba stage inayofuata mko pamoja na mtashirikiana vyema. Kwa hiyo amani itawale, lakini hekima, lakini Mungu ahusike kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu uponyaji wa kupoteza mtu ni Mungu peke yake ndo anaweza kumponya mtu. Ni Mungu peke yake ndo anaweza kumsimamisha mtu tena kwa ajili ya hatua nyingine. Lakini tukienenda kwa mwili, tukienenda kwa tamaa za mwili huu, ni ngumu sana kuweza kusimama kwa wakati ufaao. Na wakati mwingine unaweza ukajikuta unaingia kwenye tatizo lingine, au unafanya maamuzi ya kuchagua mtu kwa sababu tu mwili unahangaika, na sio kwa sababu sasa Mungu amekupa ruhusa ya kuendelea na stage nyingine. Kwa hiyo tuwe makini, hekima kubwa inahitajika, msaada mkubwa unahitajika, lakini kikubwa zaidi Mungu anahitajika. Wakati wa Mungu ni wakati sahihi wakati wote. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Leo Mungu ametupa neema, tumeweza kujadili, tumeweza kutazama namna ambavyo Naomi alikuwa na mahusiano mazuri na wakwe zake ambao ni Opa na Ruth. Tumeona namna ambavyo wamepita kwenye changamoto, nyakati ngumu ambazo wamepita, lakini walikuwa pamoja. Na mwisho kabisa tunaona Naomi anawarelease waondoke, wakaendelee na maisha mengine. Tunaona Opa anaondoka, lakini Ruth ambaye ni mkwe mwingine wa Naomi, yeye anaamua kubaki. Kwa hiyo karibu tena kwenye sehemu yetu ya pili, ili tuweze kuendelea kutazama zaidi nini kilitokea. Mungu atubariki sote.